Mwanangu. Deki, yani hao wauni mwanangu wanatembea tu hawajui hata kwamba kuna muda natakiwa wamsaidie mzee hapa kazi 1 2 3. Shida yako kaka unaniangusha sana. Na elimu yako yote unakuja kuosha vyombo kweli huku kijijini. Sasa kakaangu hapo unafeli sana. Sasa mimi nafikiri kusaidiana kazi na elimu ni vitu viwili tofauti. Japo kufanya sana unakuzoea, lakini mimi naona hapo ni jambo tu la kawaida, kwa sababu ukiangalia hapa nyumbani tuko wenyewe watoto wa kiume, hakuna mtoto wa kike, na bibi mwenyewe ndio hivyo tena sasa hivi ametoka. Kwa hiyo inabidi tusaidiane na mzee hapa. Wale watakuzoea kaka. Yaani wale watakuzoea mno. Yaani sababu umeenda siji kubeti wameenda wapi watakuzoea. Yaani na mimi hivyo vitu sijazoea. Sasa nikosha vyombo mikono yangu ya nimeshazoea kuandika 24 writing. Kitu kama hivyo ni siwezi. Kwa kweli mimi siwezi kufanya hizi kazi. Yaani hawezi nikatoka kusoma shule bado tunaje nioshe vyombo wakati kuna watu ambao hawajasoma. Hiyo ilikuwa ni kazi yao kuosha hivyo vyombo. Haisi kweli mimi siwezi kufanya hivyo. Oh my god. Lakini mimi naona ni kawaida tu kaka, kwa sababu hizi kazi bana huwezi jua kesho na kishukuto wewe uko wapi. Inawezekana kesho na kishukuto ukaenda ukapanga ghetto, ukawa unaona hizi kazi tena, si unajua tena zile. Kwa hiyo mimi naona tu ni kawaida. Sawa. Na nani ameenda wapi? Nani? Wenzako yule ameenda wapi? Mr. Ngunira. Ngunira ameenda wapi? Ngunira yake kaenda kucheza PS. Unajua sijui yani. Anapenda sana game. Unaona miguu akai, anatembea sana. Lakini sio kwamba kila siku mimi bana, muda mwingine mwe mnanisaidia. Na bado ugali unakusubiri kule katusongee. Wewe watakuonea sana. Ukishakuona ni mnyonge wao. Yaani watakuonea sana. Mimi siwezi kuosha vyombo. Ngoja nikaangalia huko nje network. Maana huko ndani naona kama vile niko kama kwenye padara fulani yani. Sijazoea hivi vitu. Kwanza nitaumwa mafua. Bana wewe. Haya poa ndugu yangu. Poa baadaye. Hivi brother, una uhakika na unachokizungumza kweli? Ndio nina uhakika, wewe twende. Tuje tukaacha majukumu yetu huku tukaenda huku afu tukakuta vitu ambavyo sivyo. Wewe cha kufanya? Twendeni. Sasa tufanye hivyo. Twende. Haina shida. Kaka, brother. Twendeni. Lakini nawaahidi tukifika pale hakuna cha uoga, ni kuongea. Sawa? Tunafanya kweli. Haya twendeni. Mambo yanaenda. Habari. Salama. Karibu.
Sasa kaka, tumefika hapa tunamtafuta mzee. Mzee? Mzee. Tunataka kuzungumza naye. Mzee amesafiri. Ni wiki ya pili sasa hivi hayuko nyumbani. Kwa hiyo labda kama kulikuwa kuna shida ambayo mnahisi inaweza nikaitatua, mnaweza mkanifikishia. Shida ilikuwepo. Ndio. Sawa. Na shida hii ni kwa sisi sote wanajamii nzima. Sawa? Unajua katika yani palipo watu inabidi usalama pia uwepo. Sawa? Sasa sisi tuliona kama kuna watu wanaoingia hapa, sawa? Ambao yani wana sifa ambazo sio nzuri. Yani kwanza mavazi yao, jinsi wanavyovaa, mienendo yao, sawa? Labda tunaweza kusema mavazi hayamtambulishi mtu tabia yake, si ndio hivyo? Lakini hata kama tujui kusoma, kuna mavazi mengine pia ambayo mtu akivaa tunajua kabisa dhahiri kuwa huyu anaweza kasababisha jambo fulani kutokea. Unaona? Bwana Geoffrey, mimi nimekusikia vizuri mazungumzo yako A to Z. Lakini bado unaka mzunguko. Yaani bado hujaenda moja kwa moja kwenye point. Nini lengo la ujio wenu hapa? Kwa sababu umeanza kumuulizia mzee, nikakwambia mzee hayupo, hii ni wiki ya pili sasa hayupo. Nikakwambia kama hilo jambo unaweza ukanifikishia mimi, unaweza ukanifikishia tu mimi nikamfikishia mzee. Ukaanza maelezo marefu yasiyokuwa na mwisho. Kusema ukweli mimi mpaka muda huu yani sijakuelewa kabisa point yako ni nini. Wewe kaka hujaelewa nini hapo? Yaani kitu gani ambacho hujakielewa kabisa? Sijaelewa kuanzia mwanzo mpaka mwisho na ndio maana nikauliza. Unajua watu waliotoka town mnadharau. Hujaelewa nini hapo? Jamani, nimesema sijaelewa mwanzo mpaka mwisho na ndio maana nikauliza. Na ningekuwa nimeelewa sidhani kama ningeuliza. Sawa. Basi tuachie hapo. Kijana mweleweshi. Sasa brother wewe hapo, yani ambacho ukielewi nini hapo? Hata kama hujui kusoma, hata picha yenyewe uone. Alafu kumbuka ni hivi, ulinzi na usalama wa sehemu yoyote ni watu walioko, yani watu wanaozunguka lile eneo, sawa? Sio mwenyekiti tu au balozi au nani, sawa? Wale ni watu ambao wanachukua sheria wanapeleka ngazi za juu. Lakini usalama mdogo kama hivi, sisi ndio inabidi tuwe wa kwanza. Unaona? Sasa wewe unakoelekea huko tunaenda kupishana kauli. Unasikia? Alafu tumekuja hapa tumejipanga pia. Ndio brother. Ndio kaka. Ndio. Okay. Nyinyi mmekuja mmejipanga, si ndio? Na ndio maana tuko hapa. Kama ulivyotangulia kusema, ulinzi wa sehemu yoyote ile unaanza na watu wa eneo husika. Kwa kifupi, naweza nikasema hivi, vijana hawa waliotoka mjini wakaja kwenye kijiji chetu. Sawa? Yaani tabia zao na mienendo zao hazitufai. Unaona? Yaani jinsi walivyo sio vizuri. Kwa hiyo sisi kama wana kijiji, sisi vijana tunalinda amani na usalama katika kijiji hiki. Tunahitaji watu hawa waondoke. Yaani ndio lengo tu leo tusababisha sisi tukafika hapa. Kumbe unajizungusha muda wote. Kumbe kilichokuleta hapa ni hawa wageni, si ndio? Yaani hawa wageni kuja nyumbani kwetu nyinyi na wauma sana. Au kwa kuwa nyinyi hamjawahi kupata wageni kutoka mjini. Alafu kingine, yani nashindwa kuelewa umeupata wapi ujasiri wa kuja kuwafukuza wageni nyumbani kwetu, ingali wewe sio mwenyekiti wa serikali za mtaa, sio askari polisi, sio sungusungu. Kiufupi hicho ni kielele, hicho mnachokileta ni kielele. Kwa sababu huwezi kwenda kumpangia mtu nyumbani kwake cha kufanya. Yaani mtu ana wageni nyumbani kwake, unamwambia kwamba hawa wageni hawafai, hawa wageni ni wauni. Wewe aliyekwambia wale ni wauni ni nani kwanza? Au ulishai kupita sehemu ukasikia labda wameiba, wamekaba, au washe kukukaba wale? Hivi mnavyokuwa mnaongea vitu kweli mnakuwa mnajifikiria kweli kabla ya kuja kuviongea? Kwa hiyo wale ni wauni, si ndio hivyo? Wezi, mnataka watoke hapa, si ndio hivyo? Si ndio mnachokitaka? Ndio. Waondoke kwenye hichi kijiji. Basi sawa, mimi nitafanya hivyo. Kwa sisi kwa tunahitaji usalama katika jamii yetu ili tuendelee kuwa na amani tuliyokuwa nayo kuanzia awali. Na kama ulivyosema kwamba ulinzi wa sehemu yoyote ule unaanza na watu wa eneo husika. Sasa nyinyi naona mmekuja kuvuruga amani ya nyumbani kwangu. Ngoja na mimi nikalete ulinzi wangu wa watu husika. Si ndio hivyo? Ili
si mmesema ni wezi, waje wawaibie vizuri sasa. Wauni waje wawaletee huo uuni vizuri. Mnisubiri hapo kwa hivyo hivyo mlivyo. Idadi yenu isiongezeke wala isipungue. Hivyo hivyo watatu. Sasa hivi nakuja. Msubirieni. Msiondoke sasa hivi nakuja. Sio mbaya, sio mbaya, sio mbaya. Tunakusubiri hapa. Nakwambia natakuchanganya. Unajua? Sisi tumekuja kuleta noma, sawa? Lakini mpaka tupate na taarifa zetu. Kwa nini wamekuja kijijini bila taarifa? Ndio nini umeweka sasa hivi? Wewe subiri. Sio uoga, sio uoga mablaza. Tusubiri tuone atoka ndani na nini. Sikia, hapa ni kuzinda kama mkono. Mkono. Mimi mwenyewe nazichapa. Ngoja tuone. Kijana. Mkono. Tuwasubiri. Siofu. Ni kujiamini. No. He tried it. Ndio hapo umekuja kufanya nini? Sisi wana kijiji. Wanyie umekuja kufanya nini hapa nyie? Kwani wewe unaongea kama nani wewe? Nyie mnakujaje hapa maskani? Yaani unakuja kuharibu maskani, uongo. Mnatufuata nyie kama kina nani nyie? Wewe unajua kwenu wewe? Najua kwenu. Kwa hiyo hapa hivi ni kwa kina nani hapo ulipokuja? Wewe ni muuni tu wa mtaani, usiletee mambo za ujinga wewe. Nini mnaweza uongo, nyinyi mmekuja mnayaweza. Ndio tunayaweza. Mnayaweza. Ndio. Usiwapigishe story sana. Action. Kwa hiyo